Mambo na karibu na ni SS Media Live. Tuko hapa kwa studio zetu na tuko hapa na mwakilishi wa MCA nikitohoa kwa Kiingereza. Bila shaka atajitambulisha tu na sema yeye ni nani katika wadi ya Kuyonzo. Asante sana bwana mtangazaji. Jinsi ulivyosema ya kwamba mwakilishi wa MCA wa wadi ya Kuyonzo ambaye ni bwana Donald Odhiambo Okumu, nami nikiwa Simbauni John Morris. Ile kazi ambayo nimeajiriwa inaitwa Ward Manager for Kuyonzo, na kwa sasa hivi ninatafuta kile kiti cha Kakamega cha useneta ifikapo mwaka 2027 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na wananchi wa Kakamega. Shukrani sana kwa utambulisho wako. Swali la kwanza bwana, mwaniaji wa kiti cha useneta katika Kakamega County, bwana Senator Simbauni sasa, ambaye ni mwakilishi wa MCA Kuyonzo Ward, na kupitia kwa uwakilishi ameamua asimame kiti cha useneta. Ni nini inaweza kuwa imefanya ama umeona nini katika kaunti ya Kakamega ndio maana ukaamua usimame kiti cha useneta ambacho kinakaliwa kwa sasa na bwana Daktari Ben Khalwale? Asante sana. Jinsi nilivyoeleza hapo mwanzoni ya kwamba mimi ndio personal assistant wa MCA, ina maana kwamba katika hali moja ama nyingine nimekutana na mambo ya kutengeneza bajeti ya Kakamega ya kaunti hii tangia mwaka 2022 mpaka pale ambapo tumefika. Na kwa hivyo kuna masuala mengi katika hiyo bajeti ambayo yanahitaji strong oversight, ile wa kufuatilia kwa ukaribu ili kuhakikisha kwamba imetekelezwa. Kwa hivyo ule upungufu katika utekelezaji na usimamizi wa miradi ya kaunti ndio imenisukuma sana nikasema kwamba niendee hiki kiti, maana ninafahamu kazi ya seneta vizuri sana ambayo ni oversight, legislation na representation. Niposa nikasema ya kwamba kupatikane mtu mwenye nguvu baada ya Khalwale kutoka, usije kukawa na mtu mwingine mnyonge, bali awe zaidi ya Khalwale, na huyo mtu si mwingine ni Simbauni John Morris. Bila shaka John Morris Simbauni. Yes. Kuna changamoto ambayo umeangalia kwa muda mrefu katika pale assembly ya seneti, na unaona kwamba wewe ukifika pale unaweza tekeleza hayo majukumu kwa njia inayofaa? Aswa mno. Nitasema ya kwamba kuna wale ambao nimejifunza kwao kutoka pale kwa seneti tangia enzi za kina James Orengo, wakina Khalwale, wakina Senator Sifuna ambaye ni rais mtarajiwa, na nimeona jinsi vile wanavyofanya kazi. Lakini ili kaunti yoyote ikaweze kupata maendeleo ipasavyo na wananchi wafurahie, yapasa kuwa na msimamizi ambaye, jambo la kwanza katika representation, zile pesa ambazo zinapitishwa kule tutaenda huko tupiganie, maana ninafahamu pesa zinapokuja nyingi ya kwamba maendeleo yataweza kutendeka. Kwa hivyo jambo la kwanza nitaenda kupigania Kakamega County na kaunti zote kwa ujumla, ili mgao wa fedha wa kaunti ukaweze kuongezeka. Kwa hivyo nimeona upungufu ya kwamba mgao wa fedha uko chini ya ile 15% ambayo inatakikana. Hiyo ndio imenisukuma haswa katika upande wa seneti. Lakini katika upande wa kaunti yenyewe nimeona wakati mwingine huenda gavana akawa mnyonge ama pengine mtepetevu, lakini akipata seneta ama ma MCAs ambao wanaweza wakamsukuma, ambao wanaweza eleza majukumu, watembelee wananchi, wawaambia hapana, barabara inapotengenezwa iwekwe bora, mitengenezwe namna hii, afanye ile oversight bila kuegemea upande wowote ama bila kupigana na gavana vita, lakini kuhakikisha bajeti ya kaunti imetekelezwa. Shukrani kwa maelezo yako. Na katika wadi yako kama wewe mwakilishi wa MCA ambaye unataka kuwania kiti cha useneta kaunti ya Kakamega hii. Naam. Pale kwako utokako, wananchi wanasemaje kuhusu kutaka kwako kuwania hicho kiti? Nataka nishukuru. Mara nyingi unajua mimi ni mhubiri, na katika Biblia inasema ya kwamba nabii haheshimiwi kwao. Lakini katika Biblia inasema kwamba tuwe na kibali kwa macho ya wanadamu na macho ya Mwenyezi Mungu. Kila ambacho ningependa kuambia hapa ya kwamba pale ambako ninatoka, asilimia karibu 100 inaniunga mkono, kwa sababu kwa muda mchache ambao nimekaa katika afisi ya MCA kuna yale mambo ambayo wameona. Jambo la kwanza katika ugavi wa basari ambapo niko katika kamati ile,
tofauti na kule nyuma, angalau wameona unapotembea angalau katika kila boma kuna mtoto mmoja mmoja ambaye amekuwa akinufaika nayo. Ukiangalia kama ile miradi ya barabara wakati MCA hayupo, kazi ambayo nimepewa mimi ni mtu wa mkono wa ground. Ukiangalia zile barabara zote ambazo nilisimamia wakati ambapo walikuwa wanatengeneza, moja yapo ya kwanza ikiwa ni Koyonzo Secondary kwenda pale Muveri ilitengenezwa. Tunapoenda barabara nyingine ni Koyonzo kwenda ile ya Mok kwenda kule mahali panaitwa Humwindi. Kuna barabara nyingine pale ambapo ni Koyonzo Market kuelekea na Malasiri. Iliundwa miaka ambazo zimepita. Lakini kwa sababu ya ujuzi na mazoea pengine na ile kuongelesha contractors vizuri na pia kuelewa majukumu yangu, jinsi ilivyotengenezwa 2023, 24 na 24/25 imebaki imara kufikia sasa hivi, tofauti na zile ambazo sikuwa nimesimamia. Shukrani. Yeah. Nadhani maelezo yako wananchi wa eneo lako wameipata, na kwa ujumla pia kaunti yetu ya Kakamega. Swali langu la tatu kwako bwana Senator Simbaoni. Ndio. Wewe kama senator, umeona kwamba kuna wengine wamejitokeza, kama kuna pale bwana Brian Lishenga na pale bwana Odanga Pesa. Wewe unasema vipi kwa wanaopata pale katika kaunti yako kwa kuwania hicho kitu cha useneta? Wale ambao umewataja kuongezea wengine ambapo kufikia saa hii tumefika takribani 19. Jambo la kwanza nataka nishukuru, maana ni haki ya kidemokrasia kila mmoja wetu kuwania chochote kile ambacho anataka. Na pia nataka niwape kongole, maana wameona ile nia na maba ni utilie nyalo kwenye kuitokuwa mama na kupanera baniki babu ne bola no vile no buvitawe. Lakini lano mimi ngamu mera tunotio sindo nanga mu baniki bakakamega kado nindo kulinga undi mera ya mapesa ndishina na hekombere mbu mu Noble Simbaoni John Morris on the following grounds. Ground ya kwanza, my brother Brian Lishenga alisimama mwaka uliopita 2022 kwa namba ya pili. Odanga Pesa ndio huyu anakuja na wengineo. Lakini kwa hao wote yule mtu ambaye amekuwa katika hii kaunti wakati wa kutengeneza bajeti, kupitisha kule kwa county assembly na public participations, ambaye ukienda kwa records yupo, ambaye amekuwa akitetea wananchi, ni mimi Simbaoni John Morris. Kuna clips na kuna videos ambazo zinaonyesha wakati wa finance bill ya Kakamega County kuweza kuwasema ya kwamba wapunguzie wananchi wa kawaida ushuru. Kama ile ambayo ilikuwa imewekwa mtu wa mayai at crate moja atoe shilingi 30, tukaona ni kufinya wananchi. Kidogo bwana, kwa sababu ya muda. Swali langu la mwisho, na wewe kama mwaniaji wa kiti cha useneta katika hii kaunti yetu ya Kakamega, umeona mbinu gani unaweza tumia kuonyesha kwamba wewe utakuwa na ukakamavu wa kuongeza wananchi wa Kakamega katika hicho kitu? Mbinu, kitu cha kwanza, mimi angalau niseme si msomi sana, lakini nimesoma kiasi. Nimesomea umuhimu na nikafika Masinde Muliro. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili, nasoma na dini ama CRE. Na katika hiyo hali, kwa sababu ya uzoefu wa darasani, nina uzoefu pia wa kuzungumza mbele ya watu. Na pia ile mbinu nyingine ambayo nitatumia ni mbinu ya ushawishi. Kuwashawishi kama kwa mfano gavana ambaye atakuwepo, na kumuonyesha nia na maana ya kufanya kazi katika hali ambayo itapendeza wananchi. Ndio mumera yinde kandi kando nendako kembere ngeneko ndanga chembona kenza ukonda sahita. Noche kama county assembly no nyola Simbaoni John Morris mu all public participations. I've been very active, I've been very vocal, not just vocal for any other thing, but standing firm for my own wananchi na watu wa Kakamega kwa ujumla. Shukran bwana Senator Simbaoni ambaye anawania kiti hicho katika kaunti ya Kakamega. Yamekuwa mazungumzo na SS Media, mmetutembelea, na bila shaka nyuma ya mitambo imekuwa na director Shedo na mimi mtangazaji bwana Kevin Minutu. Shukran.